إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الأشهاد. إخوة الدين والعقيدة، أولاً أوصيكم وأوصي نفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile pia kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninaihusia nafsi yangu kisha ninazihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Unwani ya khutba yetu ya leo ni unwani inayosema fadlu dhikrullahi inda dukhuli albayt. Hii ndiyo unwani ya khutba yetu ya leo, ambapo tumekusudia kwa Ijumaa ya leo tuzungumzie fadla ya kusoma dua unapoingia ndani mwa nyumba. Fadla ya kusoma dua unapoingia nyumbani. Wajua, nyumba ndiyo sehemu ya maisha ya mwanadamu. Wanadamu wote wanaishi ndani ya nyumba, na ndiyo sehemu ya kupumzika kwake, na ndipo sehemu anamolala, ndio sehemu anayoga, sehemu anayovaa nguo, na sehemu anayokula chakula chake, na pia wakati mwingine ndiyo sehemu ya kuugulia, sehemu ya malezi yake. Kwa maana hii tunaweza tukasema nyumba ndiyo chimbuko na mwanzo wa maisha ya mtu. Maisha ya mtu yanaanzia ndani mwa nyumba. Ndio maana zamani ilisemwa, man baa dara, atakayeuza nyumba yake, faqad baa barakata, huyo ameuza baraka yake. Na ndio maana imekuja pia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man baa daran au aqaran, yeyote atakayeuza nyumba au aqaran au shamba, yani kitu ambacho hakihamishiki, aqaran, walam yaj'al thamanahu, kisha hakujalia thamani yake, yani aliuza nyumba au aliuza shamba, kisha ile thamani aliyoipata, yani pesa alizozipata, lam yaj'al thamanahu fi mithlihi, hakuwekeza kwa kitu kama hicho. Bimaana pesa ile hakuenda kununulia nyumba, pesa ile hakuenda kununulia shamba, aliingiza katika vitu vingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kana kamnan alla yubaraka fihi, huyo pesa hizo hazitobarikiwa kamwe. Yani uza nyumba, nunua nyumba, uza shamba, nunua shamba, lakini zile pesa ukazipeleka kwa kitu ambacho sicho hicho, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema haitobarikiwa kitu kile. Hii ni kuonesha umuhimu wa nyumba. Lakini sasa
ufika wakati sasa nyumba ile ikawa ni nyumba ndani yake kuna matatizo mengi, maradhi ya hapa na hapa yasiyoisha, wanandoa kugombana ndani mwa nyumba kama hiyo, wanamoishi wanaotaota ndoto ambazo ni za kutisha, watoto wanaharibika kitabia, mambo yanaparaganyika ndani mwa nyumba ile, wakati mwingine kuhisi dhiki ndani mwa nyumba kama hiyo na mengineyo kama hayo, basi ifahamike ya kwamba ni kweli nyumba ndiyo sehemu ya mwanzo wa maisha yako, lakini hapo hapo pia nyumba hiyo inaweza ikawa ndiyo mwanzo wa mparaganyiko na maharibiko ya mambo yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi asema, innama shu'um fi thalathatin, hakika nuksi iko katika vitu vitatu. Yani vitu vitatu vinaleta nuksi. Katika riwaya nyingine, la tashaum illa fi thalatha, hakuna nuksi isipokuwa kama nuksi ipo basi ni kwa vitu vitatu. Ndani wa vitu hivi vitatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja wadar, nyumba huenda ikawa ndiyo chanzo cha nuksi ya maisha yako. Wakad jaa rajulun, siku moja aliwahi kuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikiza kwa makini. Huyu bwana alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna kunna fi darin, hakika sisi zamani tulikuwa tunaishi katika nyumba, kathirun fiha adaduna, idadi yetu ilikuwa inaongezeka mara kwa mara, wa kathirun fiha amwaluna, na mali yetu ilikuwa inaongezeka mara kwa mara. Fatahawalna ila darin ukhra, tukagura kwenda nyumba nyingine. Faqalla adaduna, idadi yetu ikawa inapunguka. Wa qallat fiha amwaluna, na mali yetu pia ikawa inapunguka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana, dharuha dhamima, iacheni nyumba hiyo yenye iliyo mbaya, gureni hapo, ondokeni hapo. Sasa hadithi hii pia inatupatia funzo kwamba nyumba inaweza ikawa ni sababu ya maendeleo yako, na nyumba pia ikawa ni sababu ya kuharibikia kwako. Ndio maana tunaona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule bwana, ondoka humo, kwa sababu huyu bwana amwambia Mtume, tuliishi nyumba moja, mambo yalikuwa shwari, mali yetu inazidi, kazi zinaendelea, mambo yalikuwa, tukagura tukaenda nyumba nyingine, Mtume akamwambia ondokeni nyumba hiyo. Kwa hivyo huu ni utangulizi wa khutba yetu ya leo, ambapo tunakusudia kutaja fadhila ya kusoma dua unapoingia ndani mwa nyumba yako. Kuna hadithi mbalimbali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonesha umuhimu wa kusoma dua wakati unapoingia nyumbani kwako, na ya kwamba hadithi ya leo ambayo tutakayoichukua itakayotuonesha umuhimu wa Muislamu asisahau kuingia nyumbani kwake na kusoma dua. Lakini wengi wetu huwa tunapuza au tunajisahau, tushaingia tayari, lakini tutaona matokeo ya mtu anaingia ndani mwa nyumba yake kisha hasomi dua, na matokeo ya mtu anayesoma dua
wakati anapoingia ndani mwa nyumba yake. Hadithi ambayo tutaishi nayo leo ni hadithi ya sahaba aitwaye Jabir ibn Abdullah ibn Amru al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu. Nadhani huyu ni sahaba maarufu. Mama yake aliitwa Nusayba binti Aqaba. Jabir ibn Abdullah alisilimu yeye na babake kipindi hicho akiwa ni mdogo, lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri babake aliuawa vitani katika vita vya Uhud katika mwaka wa 625 AD, sawa kabisa na mwaka wa 3 Hijiria. Jabir ibn Abdullah ndiyo yule sahaba ambaye aliwahi kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna abi mata, hakika babangu kesha kufa, wataraka li dainan kathiran, na ameniachia madeni mengi. Babangu alikuwa akikopakopa haswa tende. Watu wengi wafanyabiashara wa tende wanamdai tende nyingi. Sasa amekufa, ameniachia mzigo na mrundiko wa madeni ya tende. Walaysa li indi illa nakhilun qalil, na mimi unavyoniona ya Rasulullah nina tende chache, haziwezi kutosheleza kulipa madeni ya babangu. Faqala lahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia Jabir radhiyallahu anhu, idhhab fad'a tamraka fil bustan ala al-ardhi thumma nadini, nenda katika bustani lako kisha chukua hizo tende chache ulizonazo ziweke katikati ya bustani lako kisha niite. Kwa hivyo Jabir akaenda akachukua tende chache alizokuwa nazo akaziweka katikati mwa bustani lake, kisha akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja. Alipokuja, fatafa haula tamr, Mtume akaanza kuzizunguka zile tende, wadaa bilbaraka, kisha akaomba dua ya baraka. Thumma qala li Jabir, kisha akamwambia Jabir, ud'u ghuramaa abika, haya nenda kawaite wanaomdai baba yako tende, waite waje. Fajaa dainuna, wakaja wale watu wanaodai. Fa akhadha kullu wahidin minhum haqqahu kamilan min at-tamri, kila mmoja akawa anakuja na kapu lake ya kwamba mimi namdai kapu moja, anajaza zile tende. Tende zikawa nyingi, kila mmoja akachukua haki yake, na wala zile tende hazikupunguka hata kidogo. Huyu ndio huyo sahaba ambaye tunamzungumzia hadithi atakayotusimulia. Jabir ibn Abdullah ndiyo yule sahaba ambaye siku moja walikuwa wanatembea na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, katika safari zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia Jabir akamwambia, ya Jabir, hal tazawwajta? Jabir, je, ushaoa au bado? Qala naam ya Rasulullah, ndiyo ya Rasulullah, mimi nimeoa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bikran au thayyiban, umeoa mwanamke ambaye ni bikra au ni single mother, yani mwanamke ambaye keshaolewa zamani. Faqala Jabir akamwambia, tazawwajtu thayyiban, nimeoa mshangazi, yani nimeoa mwanamke ambaye tayari keshaolewa. Fasalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mutaajiban, Mtume akamuuliza tena kwa kushangaa ya kwamba kwa nini Jabir anaoa mwanamke ambaye ni mkubwa kiumri au tayari keshaolewa, au wengine wanamuita mshangazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fahalla bikran tudaibuha wa tulaibuha wa tulaibuk, si afadhali ungelioa mwali msichana mdogo ambaye mtakuwa mwacheza cheza naye?
Faajaba Jabir radhiyallahu anhu, Jabir akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam lengo la kuoa mwanamke mkuu, akasema ya Rasulullah, inna abi ustushhida. Ya Rasulullah, ni kama vile unajua baba yangu alikufa shahidi, wa taraka li akhawatin sigharan, akaniachia madada zangu wadogo. Idadi inaonyesha alikuwa na madada 9 wadogo. Sasa baba yangu alikufa akaniachia madada zangu wadogo. Fakaritu an ajia biwahidatin mithluhunna, nikaona hapana haja nioe mwanamke mfano wa wale wadogo, yani nikamuoa mwanamke mdogo aje anilelee dada zangu ambao ni wadogo, watamdharau, wataona huyu mbona kama mwenzetu. Kwa hivyo faaradtu imra'atan, nikaona afadhali nioe mwanamke ambaye tayari kishajua malezi, anajua maisha, tajma'u shakhathahunna wa taqumu alayhinna, ambaye anaweza kuosha nywele zao na pia kuangalia vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam fatabassama, Mtume akacheka akatabasamu. Faqala lahu barakallahu laka, Mtume akamwambia Allah akubarik ewe Jabir ibn Abdullah kwa kuoa mwanamke mkuu. Na katika riwaya nyingine akamwambia amma innaka sahibu haqqin, ni kweli hivyo ulivyofanya ni sawa la kuoa mwanamke mkuu. Jabir ibn Abdullah ndiye yule sahaba ambaye alikuwa anashiriki katika zoezi la kuchimba mahandaki kule Madina pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamtazama Mtume, kipindi kile jua lilikuwa ni kali, maswahaba wanachimba mahandaki, watu wanahisi njaa, ni siku za ukame. Jabir akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga mawe mawili tumboni. Zamani Waarabu walikuwa na desturi, mtu kama anahisi njaa sana basi hufunga jiwe tumboni ili kulidanganya tumbo kana kwamba limeshiba au kupata kuweza kusimama vizuri. Sasa Mtume kutokamana na njaa aliyokuwa nayo ilimbidi Mtume afunge mawe mawili tumboni. Jabir alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga mawe mawili, ilimuingia huzuni, akaondoka Jabir akaenda nyumbani kwake, akamuuliza mkewe, kuna nini hapa? Nimemuona Mtume hali yake inasikitisha. Mke wake akamwambia hapa pana ngano haijasiagwa, alafu kuna kijimbuzi kidogo. Basi Jabir akamchinja yule mbuzi na akamwambia mkewe asage zile ngano nyekundu ili watengeze mkate na watengeze nyama wamwalike Mtume. Kwa hiyo wakafanya hivyo, kisha Jabir akaondoka. Chakula kile kilikuwa kinatosha watu 2 au 3. Kwa hiyo Jabir akaondoka akaja kwa Mtume sirran, kisirisiri, ili wengine masahaba wasija wakamuona. Akamnong'onezea Mtume, ya Rasulullah, na kuomba uje nyumbani na watu 2 ama 3 hivi, kwa sababu chakula nilichoandaa kinatosha watu hao. Mtume alipoambiwa na Jabir, basi Mtume akapaza sauti, ya ahla Khandaq, enyi masahaba mnaochimba mahandaki. Nao walikuwa karibia 1000. Jabir anatualika. Jabir akashtuka, mimi nilisema watu 2 watatu, imekuwa sasa ni umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jabir, usiogope, mwambie mkeo asiepue chungu jikoni na ile mkate asiutoe ndani mwa tanuri. Kwa hiyo Jabir akafikisha ujumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja, fabasaka, akatema mate ndani mwa kile chungu ambacho ndani yake mlikuwa mna nyama zinatokota. Fabarakallahu fi, Allah akatia baraka, wakawa wanaingia maswahaba 10. Mtume anawapakulia mkate ule na nyama, wanakula wanashiba, wanaingia wengine 10 mpaka wote wakashiba, na chakula kikabaki ndani mwa chungu kile
na mkate ukabaki ndani mwa tanuri lile. Huyu ndiye yule sahaba ambaye kulitokezea muujiza kama huo wakati wa Khandaq. Ilikuwa ni Jabir ibn Abdullah. Sahaba huyu Jabir ibn Abdullah ni mmoja kati ya maswahaba waliohifadhi hadithi nyingi, na miongoni mwa maswahaba walioishi umri mrefu. Amia fi akhiri hayatihi, alipofoka mwisho wa uhai wake. Wa mata fil Madina, akafa katika mji wa Madina mwaka wa 697 sawa kabisa na kalenda ya Kiislamu, mwaka wa 78. Wa umruhu 94 sana, akiwa na umri wa miaka 94. Wa huwa akhiru man mata min as-sahaba fil Madina, na huyu ndiye sahaba wa mwisho kufa katika mji wa Madina. Ilifikia idadi ya hadithi alizozipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi takriban 1540. Sahaba huyu Jabir